Na sasa ngapi? Nimwambia mimi nikitoka naye asitoke. Ajifanye yeye si mwenye akili sio. Mimi namtafutia chakula huko ndani. Hanakula na shiba. Yaani yeye katoka zake mkoani huko nilikuja kumfadhili tu nimemkuta terminal. Mama, umerudi? Nilipotoka nilikwambia. Sogea mbele. Ukishaongea na mimi nataka usogee mbele. Si unanielewa? Wewe nilikutoa wapi? Nilitoa Mbezi. Mbezi pale terminal, si ndio hivyo? Ulipigwa simu kwa na ndugu yako, sijui nani akakubwaga. Sasa mbona unanifanyia mambo kama haya? Hapana mbangu. Mtoto wangu kwanza yupo wapi? Mtoto alikuwa hapa anacheza lakini ametoka kidogo anacheza na wenzake. Ase. Yaani najuta hata kumwacha mke wangu kisa wewe. Leo ndo mwanzo na mwisho. Unaondoka kwenu. Hapana mausa, mimi ukinifukuza mimi nitaenda wapi lakini? Sasa kama ulitoka huko mkoani ulikuja hapa. Ulikuja sijui kwa nani, mimi nikakuokota. Yaani hapa ninavyoongea sitaki hata kukuona. Ondoka. Basi unipe nauli niondoke. Nauli? Wewe ulipokuja ulikuja kwa nauli huko? Nisikilize mama, usinichanganye kabisa akili yangu sawa? Na kuomba dada ondoka. Hapana mume wangu, maana nikakuomba samani. Nisikilize, usinijibu kabisa. Hapana mume wangu nini? Nisikilize. Kama huwezi kuondoka, mimi nitakupeleka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ndio atajua mwenyewe cha kukufanya wewe. Ondoka. Hadi humu ndani. Walini mwenzetu? Tokea juu. Toka juu sasa kumtafuta? Mambo mengi dada. Nishapoa. Nimeenda kumwadisia mamdogo naye anipe ushauri wa kueleweka. Mamdogo anaenda kumwadisia cha ajabu, anatoka hapa anaenda kwa mganga. Si unanielewa? Basi katika alonibia mmoja hapo amefariki. Jamani. Kwa hiyo kwani uniamwaje? Niamwaje sasa? Mtu kashaenda kwa mganga. Umeelewa? Na mtu ashafariki, mimi naamwaje sasa? Lakini yote nikiangalia mwenyekiti naye pia anachangia. Kwa sababu yaani alikuwa hana msimamo, hana ushirikiano. Takriban mara 5 ushinda kwa mwenyekiti. Paka nikaenda kwa mke wake. Namwambia mwenyekiti, namwambia mke wake sio tumfanyie kazi. Mpaka nikaeka dau. Lakini hakuna kinachojiri. Hayo ndio hivyo. Sasa bibi mkubwa ina maana kaenda kulima, kuvuna, maana sielewi. Mbona muda? Basi mimi ndo zangu. Haya. Tutawasiliana naye. Hata sikutoi. Usijali. Yaani nimekuta jamaa yule, yaani anapepesuka sasa sio kama jamaa na njaa yule sisi. Achana nayo na habari hizo. Kuna kocha mpya Yanga aliingia. Bwana. Unamjua yule kocha? Bonge la kocha, jina lake lenyewe tunapoita. Lazima uanze man. Bwana. Tu, sema nini? Sometimes mnakuwa nyinyi mna faida kwa watu wa makocha, yani kwa watu wa makosa. Sasa hivi itakuwa tena sio kocha tena. Labda atakuwa wachezaji. Maana ile bonge la kocha mwanangu. Oya vipi hapo? Kama kawaida. Inakuwaje bwana? Niambie hapo. Sasa oya pula. Bwana mbona umeadimika rafiki? Mwanangu mimi nipo. Oya hii vipi mwanangu? Kama kawaida mpaka nikupate mbundini mwanangu. Si unajua harakati toka mafuta pande bei. Kichwa kimoja 2000 sasa hivi. Sasa nini mwanangu? Mimi nimekuja kupata taarifa moja. Unamjua yule mwanamke Natali yule? Yule mwanamke mkuda. Kumbe alikuwa mkuda? Nalo mbaya sana yule mwanamke. Sasa mwanangu yule amefariki.
Afadhali Mungu ampeleke kwa alikokwenda. Yaani mtu anakufa unasema afadhali? Aule mwalo mbaya. Bwana tembea mate chini kwanza. Ana mbaya kishenzi. Wewe Alikuwa anadai shikifu 2000 sijui nimekutana naye kanijazia watu wamenizunguka kishenzi kwa sababu 2000. Hii sasa kwa sababu nimekufa ni rage nitaipeleka huko msibani. bwana, yani mwanangu ule ni msiba. Alafu ule mtu amekufa toka mwezi uliopita mwanangu. Alafu mimi hata msibani sijakuona. Harakati nyingi. Alafu mimi taarifa nilikuwa sina na huyo. Maana ningepeleka siku hiyo alokufa. Bora wewe ndo utapeleka taarifa kama mimi nadaiwa shilingi 2000 kwao. Au sio? Wewe Jau. Jau nini ndugu zangu, ule mtu mwenye roho mbaya kwaje Jau? Sasa sikiliza mwanangu. Mimi nimekuja tu kupa hiyo taarifa. Ila kama vipi tutakuja kuonana. Bora unipe taarifa nyingine lakini sio hiyo ndugu yangu. Usinipe tena taarifa kama hiyo. Mwanangu na roho mbaya kweli mwanangu. Mimi nikiwa sina bora unitolee wewe. Mwenyekiti! Toka huko ndani mwenyekiti bwana! Vipi bwana mkubwa? So vipi, mimi na kesi yangu na mtumi wangu hapa, njoo nisikilize kesi yangu, ndio mwenyekiti wetu hapa mtaani tunakutemegea. Sasa tunakutemegea. Tunakutegemea. Sasa wewe ndugu yangu sasa ndio utajua wewe, sasa usinirekebishe sasa, mimi nimekwambia ndio mwenyekiti wetu, kwa tulia. Sasa makelele ya nini? Makelele ya nini ndio moto nitalila. Haya tumie wewe bwana. Mtumia ndio huyu bwana. Haya, kama ile. Nisikilize bwana mwenyekiti. Mimi nimeondoka zangu kazini asubuhi, narudi jioni simuoni na mtoto wangu simuoni. Ananiambia alikuwa kwa shoga yake. Alafu wakati shoga yake yenyewe kaja juzi tu. Kwa rafiki yake ndo mzuri kuliko mimi nilomtoa huko kwao Mbezi kwa stand hapo, niko mtoa stand kumleta kwangu kumfadhili, alipigwa simu na rafiki yake sio nani yake huko. Mwenyekiti, mimi nimemtoa mbali. Mwambie mwenyewe akwambie. Mwambie nimemtoa wapi. Mwambie akuelewe. Sasa shida nini? Eleza shida. Shida mwenyekiti, mimi maankuli sijapata mchana mwenyekiti, maankuli baba. Sasa hayo mwambie apike, uone mleta hapa. Analetea mambo kama haya mwenyekiti, unamuelewa? Sasa wewe nikuulize jambo bwana mkubwa. Nipo vizuri na kusikia. Kwani mtu kwenda kwa rafiki yake Zamu? Bwana mkubwa, mbona sikuelewa? Ule ni mke wangu. Mimi nipo serikalini hapa. Ndio serikalini sijakataa. Hayo macho tu. Sio nini? Mbona sikuelewi? Mke wangu nisikilize kwanza. Mimi ni serikali. Serikali ya kijiji na hao ndio wamenichagua wananchi. Wanapokuja hapa wana shida zao. Lazima niwasikilize. Wewe unajua mke wangu na wanakuja tu wengi. Kwa hiyo nisipomwangalia huyu ningeuza kisogo namna hii, atanielewa. Lazima nimwangalie huyu, nimwangalie huyu. Lakini macho yenyewe ananitisha, unamlegezea kabisa hata mimi kunilegezea. Mke wangu sio na wasiwasi. Usio na wasiwasi na mimi kabisa. Sikiliza kwanza mjomba. Sasa wewe shangazi, wewe hapo una shida gani? Kwa sababu mjomba ni serikali. Umeona? Sahihi kabisa mjomba. Na huyu bwana huyu amegombana mke wake. Amemleta mkewe kwa siku nyingi nini? Kwenye serikali. Kwa hiyo mambo yote mwachie mjomba amalize. Chumba kimoja sikipo ndani mmoja. Kwani hujamwona mjomba wako anavyomuangalia macho mlegeza, hata mimi kunyangalia hivyo haja kunyangalia hata siku moja. Mjomba mtu ngoja, bwana mwenyewe mwenyekiti nimekuona. Wewe unamwangalia mke wangu vizuri tu unamlegeza macho. Mimi sijakuelewa. Sijakuelewa mwenyekiti, unajua kuna vitu. Na usiongee chochote. Mimi kesi nimemaliza. Simuachi mke wangu mwenyekiti. Naondoka. Kwa nini unakaa naye? Ndio nyumbani. Mwasikiza. Wewe bwana umesema unakuja kumwacha leo. Leo alale hapa. Serikalini. Siku ya pili ya tatu mimi nitamrudisha. Leo alale hapo. Siku ya pili nitampa pesa. Utampa pesa hela itoki bure babu. Najua hiyo. Shenzi. Alele. Tuondoke nyumbani. Tuondoke nao tu kakaangu. Nenda ndani. Sasa bwana. Ndani. Shangazi, sikiza. Mjomba. Weka hapa. Odi wenyewe. Jambo. Za hapa. Nimegonga barazani huko mpaka nimechoka. Kwa hiyo nikaona nizunguke huku uani. Una baba hivi mnene hivi na mwili. Mkewe mwembamba mweupe. Mtoto wao mweusi. Nilikuwa namuulizia yule, si nimemkuta.
yani wewe mkaka yani umechelewa kidogo tu. Ameondoka sasa hivi na mke wake. Waligombana hapo, kamshika mkono mke wake wakaondoka. Sasa sijajua ameenda wapi. Jambo langu lishafeli. Tuondoke mwanangu. Sasa mami nitafanya nini? Mwanangu utajikalia tu mwenyewe utajisomea. Kwani mpaka yeye leo huwezi kusoma mwanangu? Mbona unahila wewe? Ndio hatujamkuta tutafanyaje sasa? Tuondoke bwana. Utajisomea mwenyewe. Za size kwanza. Ule mzigo wangu vipi? Shoga yangu nakutafutia nivumilie wiki tu. Nikuvumilie mpaka lini? Nikuvumilie mpaka lini? Siku sio nyingi nitakugaia. Naomba univumilie wiki mwisho. Nimeona matatizo vile vile. Ndio maana nimekuja kutaka hela yangu na bora nilivyokuona. Maana mguu unaona unatoka unakuja kwako. Kuja kuchukua maukuto. Mama Zomi na shida. Naelewa. Na shida kubwa sana. Pili. Shoga yangu. Ngoja baadaye nisikie. Wewe vipi? Huyo kanibia simu yangu huyo. Nani? Huyo hapo huyo aliyeingia ndani huyo. Mjomba wangu. Basi huyo mwizi huyo. Wewe kwa wewe mshikade wako kwanza amekuibia saa ngapi? Umesikia? Mimi huyo kanibia simu yangu, nilikuwa naongea na simu kanibia. Huyu mimi ni mjomba wangu na hana tabia ya wizi. Namjua vizuri. Mjomba. Mjomba. Hebu njoo kwanza. Sikiliza ndugu yangu kwanza. Masuala ya kuongopa yameshapita na wakati. Amekuibia saa ngapi? Huyu sio mwizi, ni mjomba wangu. Oya mjomba, nipe simu yangu bwana. Mimi mjomba sijamchukulia simu, wala ananisingizia tu. Oya nipe simu yangu mwanangu. Yaani baba mimi sijachukua simu. Oya, umenipola sasa hivi? Oya, nipe simu yangu. Mjomba, kama umechukua simu yako bwana rudisha. Mjomba, mimi sijachukua simu, nakwambia wewe mimi nashangaa napita kule ananiambia tu eti yule mwizi anikimbizia mimi mwizi sasa. Kijana, huyu sio mwizi. Mimi mjomba wangu hawezi kwa wizi na mwizi namjua kabisa. Very well. Wewe mjomba. Mume wangu acha nani utetezi.